Nashukuru sana. Leo siku ya Ijumaa nimepata bahati kutembelea stesheni hii ya Magufuli na nimekutana na kufanya mazungumzo ya kina na mkurugenzi mtendaji wa TRC ndugu yangu Injinia Machibia na kuangalia zaidi pia mipango ya shirika kwa ujumla wake. Jambo la kwanza ambalo nimekuja hapa nalo, moja ni kuendelea kuwathibitishia management yote ya TRC kwamba TRC upande wa Dar es Salaam iko salama sana, na kwamba abiria wote wanaopanda treni hii kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Dodoma ama kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam wajisikie fahari na wala wasiogope kwa jambo lolote, awe ni Mtanzania au asiwe Mtanzania. Tunawathibitishia kwamba miundombinu yake pamoja na mambo mengine yote tutaendelea kuilinda kwa kuwa ina maslahi makubwa kwa kila mmoja na si kwa maslahi kwa kundi moja ama watu wachache ama mtu mmoja. Lakini jambo la pili, nimekuja kumthibitishia kwamba mimi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Pwani ndugu yangu Abubakari Kunenge, mkuu wa mkoa wa Morogoro ndugu yangu Malima, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yangu Rosemary Senyamule, wote kwa pamoja tumekuwa na vikao vya mara kwa mara vya kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna usalama katika korido hizi zote ambako reli hii inapita. Mtakumbuka kwamba hizi kutoka hapa mpaka Morogoro si chini ya kilomita 300 na kutoka pale Morogoro kwenda mpaka Maktopola pana kilomita pia nyingi, na ambazo zinahitaji ulinzi shirikishi wa viongozi na wananchi kwa ujumla, ili miundombinu hii na uwekezaji huu mkubwa uendelee kubaki kuwa salama. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuinvest si chini ya bilioni 12 USD barabara zote, kwa maana hizi korido zote za reli kutoka hapa kwenda moja kwa moja. Mmeona mkataba umekwisha sainiwa kwenda mpaka kule Burundi, si chini ya dola za Marekani bilioni 12. Sasa fedha hizi ni fedha nyingi na ambazo lazima ziwe zinatija na miundombinu yake pia iweze kulindwa. Lakini jambo la tatu ambalo pia nimekuja kumwomba mkurugenzi mtendaji wa TRC ni kwamba leo tunatakiwa kufanya kazi nyingi ambazo Watanzania na hasa katika korido hii ambayo reli yetu inapita wajione wao pia ni wamiliki wa hizi reli au ni wamiliki wa hizi infrastructure zote ambazo reli zetu zinapita. Na tumemwomba kwamba katika matenda zote ambazo zinatangazwa na shirika, basi ni muda mwafaka sasa wa kushirikisha vijiji ambavyo reli hii inapita waweze pia kushiriki katika shughuli kadhaa. Kwa mfano, shughuli za usafi kando kando ya reli zetu, vijiji vyenyewe vikawa vinapata fedha au wananchi wa vijiji hivyo wakawa wanapata fedha, alafu wao pia wakawa ndio sehemu ya ulinzi wa miundombinu ya reli ambayo imejengwa kwa gharama kubwa na Watanzania. Jambo la nne ambalo pia tumekuja kuzungumza kwa sehemu kubwa sana, Dar es Salaam ni moja ya jiji linalokuwa kwa kasi. Mpaka ifikapo mwaka 2030 itakuwa ni moja ya majiji makubwa tunaita mega cities ambazo zitakuwa zinakuwa kwa kasi sana, na inatajwa kwamba ni moja majiji 7 Afrika yanayokuwa kwa kasi kubwa sana. Sasa kuna changamoto moja, tunazo changamoto za usafiri kwa ujumla, kuna foleni kubwa sana. Je, foleni hii nini mchango wa TRC katika ku unlock hiyo problem? Ndio maana nimekuja hapa leo kuweza pia kuzungumza kwa kina, na amenithibitishia kwamba mpaka sasa tayari kuna mipango ya awali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuanza na masuala ya kuistadi namna gani anaweza kujenga reli hii sasa ya abiria ambayo itakuwa inazunguka hapa kwetu Dar es Salaam, na itakuwa ni njia mojawapo ya kudecongest magari mengi ambayo yanakuja ndani ya mji, lakini pia itakuwa ni njia mojawapo pia ya kufanya abiria wengi pia waweze kutumia reli, lakini pia itakuwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha utalii ndani ya mji wetu, na pia itakuwa ni njia mojawapo pia ya kuwa manufaa pia katika vitu vingine. Kwa hiyo nimeendelea pia kumshukuru kwamba wazo la kuwa na reli ya kubeba abiria ya kisasa hapa ndani ya mji wa Dar es Salaam, hiyo ndio itakayoendelea kuprove kwamba Dar es Salaam sio tu jiji, lakini jiji linalokuwa kwa kasi na lenye miundombinu bora. Lakini jambo la tano ambalo pia tumekuja pia kuzungumza naye ni masuala ya uharakishwaji wa ukamilishaji wa miundombinu ya reli kuingia bandarini ili kuweza kuchukua mizigo kupeleka kule
kupeleka kule Kwala. Tumeona moja ya jambo ambalo pia linalalamikiwa sana wenzetu wa Kigamboni na wengine wengi ni malori mengi kuwa hapa katikati. Lakini je, tuyaondoe malori? Haiwezekani, kwa kuwa pia yameajiri wenzetu ambao wanapata ujira kwa sababu ya malori hayo. Kikubwa kilichopo ni reli ichukue mizigo bandarini, ipeleke pale bandari kavu Kwala, na baada ya hapo malori mengi yanayotakiwa kuchukua mizigo hapo kuelekea mikoani, basi mizigo waichukulie pale Kwala. Amenithibitishia kwamba mpaka sasa tayari kuna asilimia kubwa za ukamilishaji wa jambo hilo. Kwa nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia hilo ili mji wetu uendelee kupumua kwa kuwa na magari ya kawaida, magari madogo na magari makubwa mengi, basi yakiwa zaidi kule Kwala kupakia mizigo, hiyo itakuwa ni jambo moja kubwa sana. Na jambo la sita ambalo ni kubwa sana, tumezungumzia kuhusiana kuendelea kusimamia mradi huu kama moja miradi inayotambulisha taifa letu, kama moja miradi inayothibitisha kukua kwa uchumi, na kama moja miradi ambayo itaendelea kudhihirisha kwamba Tanzania inakuwa kwa kasi. Tumesisitiza kuhusu muhimu wa kuendelea kuwa na watumishi waaminifu, watumishi waadilifu, na hapa kama mlivyoona kuna ushuhuda, mtu ambaye aliwahi kusahau mizigo yake na amekuja na kaikuta mizigo. Hiyo haiwezi kutokea kama haujawa na watumishi wenye mioyo sahihi, watumishi ambao wana uadilifu wa kiasi cha kutosha. Lakini in connection na hilo, kuendelea kuboresha mifumo ya upatikanaji wa tiketi, kuwekeza zaidi kwenye mifumo, na kama kuna tatizo lolote la kimifumo, basi tuweze kuwasiliana zaidi ili tuweze kulifikisha katika level za kiwizara na wenzetu waweze kulifanyia kazi. Na mwisho ni kuishukuru zaidi Wizara ya Uchukuzi, kwamba Wizara ya Uchukuzi chini ya Profesa Mbarawa na chini ya katibu mkuu wake na chini pia shirika letu hili chini ya ndugu yetu Injinia Machibia, kumekuwa kuna ufanisi mkubwa, na ambao pia wakati fulani imekuwa ni jambo ambalo wenzetu wa baadhi ya maeneo mengineyo wanashtuka pia kwa kasi kubwa sana maendeleo katika taifa letu. Sasa ili pia kuendelea kuwa na tija na jambo hili, lazima tuendelee kusimamia vizuri ili Watanzania wawe na faraja, na hata watu wanaotoka nje ya taifa letu waendelee kuona manufaa makubwa ya shirika hili ambalo ni mali ya Watanzania, lakini zaidi pia linajengwa kwa fedha pia za Watanzania, na zaidi pia linasimamiwa kwa nguvu na akili za Watanzania wenyewe. Abiria ambao walikuwa wanakwenda mikoani na mabasi mengi pia alipakia abiria pia ambao tena wanatoka mikoani kuja huku. Kwa mwisho wa siku ni kwamba wananchi baadhi wakawa wanalalamikia kuhusiana na masuala ya kukosekana kwa usafiri, lakini ukweli ni kwamba kulikuwa kuna abiria wengi zaidi kuliko mabasi ambayo yapo kila siku. Lakini so far mpaka sasa hali imetengamaa, hali iko shwari na mabasi yanaendelea kufanya kazi na reli inaendelea kufanya kazi. Hakuna usitishaji wa usafiri. Nadhani mmeona hakuna usitishaji na hakuna kiongozi yoyote ambaye amesitisha masuala ya usafiri. Na pia alipata fursa ya kuongea na wajasiriamali mbalimbali, kwa maana miundombinu hii ya reli maana yake kubwa ni kujibu mahitaji ya watu. Kwa maana ya jengo hili la station linajibu mahitaji ya watu matatu, kwa maana ya kulitumia kama jengo la usafiri, lakini pia linakuwa ni sehemu ya kuwawezesha wajasiriamali wetu waweze kuwa na maeneo ya kufanyia biashara, na pia ni sehemu ambayo tunaitumia kama kituo kwa maana ya kutoa huduma za usafiri pamoja na mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo ndio ilikuwa ziara yake na yalikuwa malengo yake makuu, na sisi tuendelee kuhakikishia wananchi kwamba tutaendelea kutoa huduma bora, na kama kuna changamoto yoyote ama kuna mwananchi anahitaji huduma hii tuiboreshe, ayafikie malengo yake na matamanio yake, tunampa fursa ya kutoa maoni yake kutumia hii mrejesho kama mfumo ambao tunapokea malalamiko ya wananchi, ama kutoa tu kwamba mimi nahitaji kutoa maoni yangu haya yatufikie. Hilo la kwanza. La pili, kwenye swala la reli za mjini, kama Mheshimiwa Rais alivyotoa maelekezo kwenye hotuba zake na ahadi zake wakati wa uchaguzi, sisi kama TRC tayari tumejipanga, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshuhudia kwamba tulishakamilisha hatua za awali za upembuzi wa mradi huu, na tunaenda kwenye hatua ya pili ya mradi huu, na ifikapo mwakani tutaanza hatua ya ujenzi wa reli za mjini. Kwa hiyo sisi tumemkaribisha Mkuu wa Mkoa kujionea huduma zetu, na tunawakaribisha sana, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kweli kwenye jambo hilo lilolisisitiza la reli za mjini, sisi TRC tutahakikisha kwamba reli hizo zinajengwa, na kwenye kutoa huduma sisi TRC tutaendelea kuboresha reli zetu na huduma zetu ili kila mwananchi aweze kupata huduma yake kwa ubora na kwa matamanio yake anayoyategemea. Asante.
Wahid Khan Kamal. Ni mkazi hapo Kariakoo Fire hapo. Kwa mtaa wa Faru namba 12. Nimewasilisha kuhusu masuala ya parcel. TRC wana uwezo wa kusafirisha parcel kwa haraka zaidi kutokana na muda ule una nini. Kwa hiyo wana uwezo wa kusafirisha parcel kwa haraka zaidi na wakapata faida zaidi. Naam, usafiri uko vizuri sana, kwa sababu sasa hivi mimi nikitaka kwenda asubuhi saa 11 jioni mimi ninarudi, nishamaliza shughuli za kule, au kama ninakwenda kwenye ofisi za kiserikali au nini, umeona au kuna mikutano, labda mtu ana mkutano saa asubuhi, labda saa 5, labda akiondoka alfajiri hapa, akifika saa 5 pale anafanya kikao chake, au kuna document ambazo zinatakiwa kwenda kuchukuliwa, jioni anarudi. Kwa hiyo kusema ukweli tumefurahi sana. Changamoto ya tiketi, kuna kile kuna changamoto ya tiketi. Hivi ni vitu vya kawaida. Changamoto ya tiketi ni vitu vya kawaida, sababu hivi vyote vinatumia sio nasema nini, kompyuta. Sasa kuna kompyuta leo, kuna kwa hivi leo, kuna kwa hivi. Mimi sioni kama kuna changamoto, mimi naona kama ni vitu vya kawaida, ambapo katika taasisi nyingi tu na watu binafsi hivi vinatokea. Hata kwenye simu humo inatokeaga vile vile changamoto hizi. Kwa hiyo mimi naona vitu vya kawaida tu. Sisi wananchi tunatakia sisi sasa hivi tujidai na TRC yetu. Kimajina anaitwa Robert Maile, ni mfanyakazi wa shirika la TRC na tunahusika na ofisi ya mizigo, ambayo ndani ya ile ofisi ya mizigo tunahifadhi mizigo ya wateja ambao wanahifadhi kwa muda, ambao wanaokuwa wanataka kusafiri baadaye wanaweza kuichukua. Na pia katika ofisi hiyo inahusika na vitu ambavyo vilivyosahaulika katika treni na sehemu mbalimbali za stesheni. Na utaratibu wake unaokuwa ni kwamba kwa mteja ambaye amesahau vile vitu, huwa anaulizia katika station kwamba kuna vitu fulani mimi niliviacha, labda kwa mfano kuna saa huwa zinaachwa, kuna pochi, kuna mabegi, vyote huwa wanavisahau. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunaviandikisha vile vitu, na yeye akija anatutajia tarehe ambayo amevisahau. Sisi tunaingia kwenye mfumo, tunaangalia ile tarehe, tuna verify kama ni yeye mhusika, tunampatia ile bidhaa yake.